شهادة تنجي قائلها من ظلمات القبور، والصلاة والسلام على أعز الخلق وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله العظيم في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صدق الله العلي العظيم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na kumtakia rehema Bwana Mtume na viongozi wema, katika Ijumaa iliyopita tulikuwa tunazungumzia msikiti na adabu za msikiti. Tukaona kwamba msikiti ni chombo muhimu sana katika jamii ya Waislamu, na wakati wa Bwana Mtume msikiti ulikuwa unatumika kama center ya ibada, center ya elimu, center ya mambo ya kijamii na center ya mambo ya kisiasa. Kila kitu kilikuwa kinafanyika katika msikiti. Leo tumeubadilisha msikiti kuwa ni sehemu tu ya watu kuswali, na imepoteza kile kiini hasa cha msingi kilichokuwa kikifanya kazi katika kipindi hiko cha Bwana. Kisha tukaona kwamba msikiti ndio nyumba ya kwanza kujengwa katika dunia hii, na Nabii Adam pamoja na Nabii Ibrahim ndio walioeka jiwe la msingi na kuiendeleza nyumba hii. Na mwisho tukaona kwamba Bwana Mtume alipofika katika mji wa Madina, kitu cha kwanza alichoasisi ilikuwa ni msikiti. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaq. Msikiti ulioasisiwa tangu siku ya kwanza ni msikiti ulioanzishwa Madina na Bwana. Leo tutajaribu kukazia zaidi katika kuonyesha kwamba msikiti ni nyumba ya Mwenyezi Mungu, kama ambavyo yeye mwenyewe alishasema wa anna almasajida lillah. Tulieleza kwa urefu sana kwa nini tukasema kwamba msikiti ni wa Mwenyezi Mungu. Kwanza ni kwa sababu ni sehemu mahsus ya kufanyia ibada, mahali ambapo pametengwa kufanya ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ni msikiti. Pili ni kwamba sehemu 7 ambazo Muislamu anatakiwa asujudie nazo na aziweke juu ya ardhi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hizi zote ni milki yake, kwa sababu almasajid kuna maana ya kwamba ni sehemu ya mtu anakusujudia, na zile sehemu pia unazozitumia 7 kusujudia zote ni miliki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tatu ni kwamba msikiti ni sehemu inayokusudiwa kwa ajili ya mtu kufanya ibada maalum ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hii inamaanisha kwamba msikiti una hukumu
maalum tofauti na mahali kwingine. Fala tad'u ma'a Allahi ahada, musimuombe yoyote yule pamoja na Mwenyezi Mungu mnapokuwa katika nyumba hii. Kwa hiyo msikiti huabudiwa Mwenyezi Mungu tu na sio kwa ajili ya jambo lingine lolote. Na Qur'ani tukufu imeutazama msikiti kwamba una mahali maalum katika nyoyo za Waislamu, na kila mmoja anauhifadhi msikiti na kuulinda kwa sababu ni nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukiangalia katika baadhi ya hadithi zilizopokelewa kutoka kwa maimamu na vile vile kutoka kwa Bwana Mtume, moja ni hadithi iliyopokelewa kutoka kwa Imam Jafar as-Sadiq alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad. Imam Jafar anasema, alaikum biityani almasajid, na wahimiza sana kwenda misikitini, na wasisitiza sana, ni juu yenu kwenda kwenye misikiti. Fa innaha buyutullah, kwa sababu misikiti ni nyumba za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fil ardhi, katika hii ardhi. Kwa hiyo ukitaka nyumba ya Mwenyezi Mungu ardhini, hakuna zaidi ya msikiti. Kwa hiyo unapokwenda msikitini, maana yake umekwenda katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, umekwenda kumtembelea Mwenyezi Mungu katika sehemu yake takatifu. Kisha akasema, waman ataha, na mwenye kwenda misikitini, mutatahhiran, akiwa amejitoharisha, taharahu Allahu min dhunubi, Mwenyezi Mungu humtakasa, humsafisha kutokana na madhambi. Kwa hiyo unapokwenda msikitini ukiwa umeshachukua udhu wako, maana yake uko safi, cha kwanza anachokifanya Mwenyezi Mungu na yeye pia ni kukusafisha wewe, ni kukuondolea yale madhambi yako na kukutakasa. Wa kutiba min zuwari, kisha unaandikwa wewe, unasajiliwa kuwa ni katika wale waliomtembelea Mwenyezi Mungu Subhanahu, ni katika mazuwari wa Mwenyezi Mungu, ni katika wale ambao wamemtembelea Mwenyezi Mungu. Unasajiliwa katika orodha ya waliomtembelea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo imamu anatuambia, fa akthiru fiha min as-salat, mnapokuwa msikitini kithirisheni kuswali, fanyeni ibada ya swala kwa wingi sana. Pili, wa dua, tumieni fursa ya msikiti kuomba. Haya mambo mawili yamesisitizwa sana unapokuwa msikitini. Kwa hiyo msikitini si mahali pa baraza la watu kupiga story, kupiga soga, kupanga mambo mengine yasiyokuwa na mahusiano yoyote na dunia wala yasiyokuwa na faida yoyote ya akhera, bali ni sehemu, fursa muhimu ya watu kujipanga, kuwasilisha matatizo yao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hii ni hadithi ya kwanza inayoonyesha umuhimu wa watu kutembelea misikiti. Na Mwenyezi Mungu ametupa fursa 5 kwa siku za kuitembelea misikiti. Ratiba ya lazima, kila mahali walipo Waislamu mtakikana waswali swala 5 kwa siku. Kuna mkutano wa swala ya asubuhi, kuna mkutano wa swala ya dhuhuri, kuna mkutano wa swala ya alasiri, kuna mkutano wa swala ya magharibi, kuna mkutano wa swala ya isha. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amepanga utaratibu tumtembelee mara 5 kwa siku. Kwa hiyo fursa hii ambayo Mwenyezi Mungu ametupa ni fursa muhimu sana na ni fursa kubwa sana kwetu sisi, kwa sababu tumepewa nafasi sasa ya kufunguliwa milango ya kuwasilisha mambo yetu.
Katika hadithi nyingine, ni hadithi ambayo imetoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, Allahumma salli ala Muhammad wa alihi, katika aliyoyapokea kutoka kwa Mwenyezi Mungu ni kwamba Mwenyezi Mungu asema, inna buyuti fil ardi almasajid, hakika ya nyumba zangu katika ardhi ni msikiti. Inna buyuti fil ardi almasajid, hakika nyumba zangu ardhini ni msikiti. Tudhi'u li ahli sama kama tudhi'u an-nujumu li ahli al-ard, misikiti huwa inawapa mwangaza wale walio mbinguni kama ambavyo nyota huwapa mwangaza walio ardhini. Ikifika magharibi, unaona taa ziko kule, nyota zimejipanga vizuri pamoja na mwezi. Kwa hiyo vile tunavyoziona nyota zinavyotoa mwangaza, ndivyo walio juu wanavyoiona misikiti. Taa za ardhini ni hii misikiti, huwa nayo inatoa mwangaza kama vile inavyotoa mwangaza nyota na unavyotoa mwangaza mwezi. Kisha Mtume akasema, furaha ni wale almashaina, wanaotembea kwa miguu kwenda msikitini. Furaha na pongezi na hongera ni kwa wale wanaotembea wakaenda msikitini. Hawa watakuwa na nuru kesho siku ya Kiyama, mwangaza mpana utakaoonyesha mwelekeo wao kwa kule wanapokwenda siku ya Kiyama. Kisha Mtume akasema, inna ala almazuri karamatu zari, siku zote yule anayemtembelea mtu, heshima na thamani ya yule mgeni aliyetembelea iko kwa yule aliyetembelewa. Wewe unapomwalika mtu akaja kwenye nyumba yako, tayari huwa umejipanga ni kitu gani ambacho kitakuwa bora, kitakachompendeza na kitakachomfurahisha yule aliyekutembelea. Hakuna anayehitaji mapungufu na kasoro kwa aliyemtembelea. Unafurahia kuona kwamba aliyekutembelea amefurahia na kile ambacho wewe umemwandalia. Kwa hivyo kama ni chakula, kama atalala, ni mahali ambapo umemtayarishia, uhakikisha kwamba amefurahia na amependezwa. Na kadiri mgeni anavyokuwa ana heshima na nafasi katika jamii, maandalizi ya kumpokea huwa makubwa zaidi. Sasa sisi wanadamu tuna tabia hiyo ya kufanya matayarisho na maandalizi. Je, Mwenyezi Mungu anapotuambia tumtembelee msikitini, unafikiria amefanya maandalizi gani ya kuhakikisha kwamba sisi tumepata kile ambacho kinatufaidisha? Ni kama wewe ukialikwa kwa seneta, ukialikwa kwa gavana, ukialikwa kwa rais, unaona kwamba hiyo ni nafasi kubwa zaidi kwako wewe. Sasa Mwenyezi Mungu hawezi kulinganishwa na mwanadamu katika nafasi yoyote. Mwenyezi Mungu ni mmiliki wa kila kinachomilikiwa na watu na kile ambacho hakijafikiwa katika kumilikiwa na watu. Kwa hivyo lazima tuienzi misikiti na lazima tuithamini misikiti na lazima tuipe nafasi misikiti zaidi kuliko tunapozipa nafasi katika nyumba zetu. Kwa nini tufanye hivyo? Kwa sababu misikiti imezingatiwa kuwa ni nyumba za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Mwenyezi Mungu akawajalia watu bora zaidi kuwa ndio watumishi wa hii nyumba. Kiangalia
katika suratul Baqara aya 125 Mwenyezi Mungu asema wa idh bawwa'na li Ibrahima makana albayti wa Ismail wa idh bawwa'na li Ibrahima makana albayti alla tushrik bi shay'a wa tahhir baytiya lit-ta'ifin wal-qa'imin war-ruk'a'is sujud. Mwenyezi Mungu alipommakinisha na kumtuliza Nabii Ibrahim baada ya kuzunguka kote, kisa maarufu cha Nabii Ibrahim na Hajara na Sara na watoto wake. Baada ya mihangaiko mikubwa, Nabii Ibrahim alisimamisha hii nyumba ambayo ni Al-Kaaba takatifu. Nyumba ile Mwenyezi Mungu alimwekea masharti. Sharti la kwanza, alla tushrik bi shay'a, usinishirikishe na kitu chochote. Hilo lilikuwa ndio agizo la kwanza, kwamba ndani ya msikiti, ndani ya Al-Kaaba hakuna kushirikishwa Mwenyezi Mungu. Pili, Mwenyezi Mungu akawapa utumishi Nabii Ibrahim na mwanae Ismail, akawaambia watahhir, na tahirisheni, safisheni baiti ya nyumba yangu hii, litaifin, kwa watu ambao watakuja kufanya tawafu kutufu, walqaimin, na watu ambao watasimama kuswali usiku, waruk'a'is sujud, na watu ambao watarukuu na kusujudu. Kwa hivyo waliopewa kazi ya kuisafisha Al-Kaaba ni mitume, mmoja akiwa ni Nabii Ibrahim, kazi yake ilikuwa ni kutahirisha msikiti, na mwanae Ismail, watu ambao walikuwa ni bora manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wao ndio walikuwa watumishi wa msikiti. Sasa leo anayepata nafasi kuwa mtumishi wa msikitini, basi amepata hadhi kubwa na kupata nafasi ya kufanya kazi ya mitume. Pili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amehusia sana bitazayuni inda alhudhuri ila almasjid. Watu wanapokwenda msikitini wajipambe, wavae nguo nzuri, wajitie manukato, kwa sababu unakwenda kukutana na Mola wako mpendwa. Ndio maana katika suratul A'raf aya 31 Mwenyezi Mungu asema ya bani Adam, enyi wanadamu, khudhu zinatakum inda kulli masjid, chukueni pambo lenu, chukueni nguo zenu nzuri, chukueni nguo zenu safi, inda kulli masjid, wakati mnapokwenda msikiti. Sio vae nguo nzuri siku ya Idi, sio vae nguo nzuri wakati wa harusi, sio vae nguo nzuri wakati wa birthday. Inda kulli masjid, kila unapokwenda msikitini hakikisha unavaa nguo yako nzuri. Hilo ni agizo la pili, kwa sababu unaenda mahali patakatifu, unaenda mahali panapoheshimiwa, unakwenda kukutana na malaika ambao wanakuwa wapo katika ibada, katika kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tatu ni kwamba msikiti unatakiwa kujengwa kwa misingi ya uchamungu. Misikiti inafaa kujengwa kwa mali safi. Misikiti inafaa kujengwa kwa ajili tu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na usipojengwa katika misingi ya takwa, msikiti ule unakuwa ni msikiti wa tafrika, msikiti ya kutenganisha watu, misikiti ya kuleta mizozo, misikiti ya kuwagonganisha waumini. Na leo ndio kazi kubwa ya mimbari zinazofanya. Namkuta shekhe huyu kazi yake kubwa anamzungumza shekhe yule, shekhe huyu kazi yake anatukana dini ile, shekhe huyu kazi yake anakashifu madhehebu yale. Kwa hiyo badala ya kuwaleta watu kwa Mwenyezi Mungu, tumekosa taswira na mwelekeo, tumekuwa sasa tunagonganisha watu. Kwa hivyo kumaanisha kwamba misikiti inafaa kuwa na usimamizi wa hali ya juu, kuhakikisha umoja unapatikana,
kuhakikisha kwamba mshikamano unapatikana, kuhakikisha kwamba watu wanasaidiana, kuhakikisha kwamba watu wanakaa pamoja katika kuyatatua matatizo yao. Na ilitokea wakati wa Mtume, watu walijenga msikiti ujulikana kama Masjid Dhirar, msikiti wa kuleta madhara, msikiti wa kuleta mtafaruku, msikiti wa kutenganisha watu. Mwenyezi Mungu akamkataza Mtume asiswali katika msikiti. Kwa nini? Kwa sababu ni msikiti ambao umejengwa dhiraran, kisha wa kufran wa tafriqan baina almu'minin. Msikiti umejengwa kwa misingi ya ukafiri, msikiti umejengwa kwa ajili ya kutenganisha watu, msikiti umejengwa kwa ajili ya kuwazuia watu kwenda katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akamwambia la taqum fihi abada, usiswali, usisimame katika msikiti. Kwa hivyo tunapojenga msikiti lazima tuwe na malengo na kujua kwamba tunayemjengea ni Mwenyezi Mungu, na sio msikiti wa kijiji, na sio msikiti wa mtaa, na sio msikiti wa watu fulani. Leo utakuta watu wanatolewa katika msikiti kwa sababu hatukubaliani katika mambo, hatukubaliani katika akida fulani, hatukubaliani katika masala ya furu', bali watu hupigana ndani ya msikiti, familia na familia. Huyu ni wa baba fulani, wa baba mdogo, huyu na nani, watu wakapigana, watu wakapigania kibla, watu wakapigania kuadhini, watu wakapigania rasilimali zinazoletwa katika msikiti. Sasa imekuwa misikiti ni miliki za watu, na msikiti umechukua nafasi kubwa sana kwa namna ambayo watu wanatakiwa kuimarisha misikiti. Na kuimarisha manake ni kuhakikisha kwamba msikiti ni mahali ambapo huduma zake zitakuwa ziko sawa, kama ni taa, kama ni majamvi, kama ni maji, huduma zote ziwe zitasimamiwa na watu wenyewe. Wakati mwingine inashangaza kwamba wafadhili huja wakajenga misikiti ya gharama kubwa sana, misikiti ya kifahari, alafu wale walioachiwa kuiendeleza misikiti ile wakaitupa, wakawa bado wanaendelea kusubiri wale waliowajengea waendelee kuwasimamia, kuwalipia maji, kuwalipia bili ya taa, waletea majamvi, wakati huduma wanayofanya pale ni watu ambao wako katika hali. Kwa hiyo wakati mwingine hutokea matatizo hayo, nakuta kwamba misikiti imetupa, wale waliojengewa wenyewe ikawa hawaswali. Na hii ni moja katika matatizo. Moja katika riwaya ya al-Imam Jafar Sadiq asema thalathatun yashkuna ila Allah azza wa jalla, vitu vitatu kesho vitakwenda kushtakia mbele ya Mungu. Mashtaka hayatotolewa na watu tu, bali kuna vitu ardhini vitakwenda kutoa mashtaka, vitakwenda kukusimamisha wewe, viwe na kesi, uhukumiwe kati yako wewe. Kitu cha kwanza ni msikiti. Unapoona msikiti uko mahali, hauko pale kwa bahati mbaya, ulijengewa watu, yeye mwenyewe amepata thawabu zake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ameijenga nyumba ya Mwenyezi Mungu. Sisi ndio tutakana twende tukafaidike na ule msikiti. Kwa hivyo misikiti yote iliyopo kesho itakwenda kuwashtaki watu wanaoishi katika maeneo yale. Kwa hivyo msikiti khurab, msikiti ambao umehamwa, msikiti ambao umetupwa, msikiti ambao la yusalli fihi ahli, watu wa mji ule wa eneo lile hawaswali katika msikiti. Kwa msikiti uliohamwa na watu utakwenda kushtaki. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Kwa hivyo lazima tuitumie misikiti katika kutekeleza ibada zetu. Pengine unaona nyumba yako imejengwa katika nidhamu bora zaidi, lakini bado haiwezi kuchukua hadhi ya msikiti. Kuna faida nyingi tutakuja zieleza zinazopatikana katika msikiti, si kuswali tu,
kuna mambo kadhaa ambayo ukifika msikitini unayapata, huwezi kuyapata mahali pengine. Kwa hiyo misikiti ni sehemu ya kwanza itakuwa kwenda kutushtaki. Pili ni mushaf, msahafu. Msahafu, huenda madukani tukachagua misahafu mizuri ya kala yenye rangi ya kupendeza, kuchagua hati unazotaka wewe. Alafu kisha kununua, unatafuta kabati, unabandika pale, unaweka. Nakaa na vumbi, qad waqa alayhi alqubar, tanda vumbi, kwa sababu mwaka paka mwaka umejenga hizo desturi kwamba Qur'ani husomwa Ramadhani. Kwa hiyo ukisha ununua Ramadhani, ukishamaliza funga, unaweka mahali, msikiti unakaa msafu. Wakati ukisoma harufu moja una thawabu 10. Kwa hiyo misahafu itakwenda kwa kushtaki kwa kutoitendea haki na kuchukua zile rasilimali ambazo zinapatikana. Na mwisho ni alimun baina aljuhali la yus'al, ni mwanachuoni anayeishi kati ya watu wajinga, mwanachuoni anaishi na watu wasiojua lakini hawamuulizi chochote. La yus'al, haulizi chochote, na watu wanaendelea kukosa katika nyanja zote. Kuna mtu anaweza kwambia mimi asiswali, sasa nahitaji shekhe wa kazi gani? Lakini una mke, huyo mke ulifungishwa ala kitabillah, kwa kitabu cha Mungu. Ule muoa ulimwozesha kwa sababu ya kitabu cha Mwenyezi Mungu wa sunnati nabii, na uliozesha kwa sababu ya sunna za mtume. Kwa hiyo kuna sheria zinazohusu ndoa. Kama ni biashara, kuna sheria zinazohusu biashara. Maisha yako yote yamezungukwa na sheria. Sasa wewe kama unaona sheria ni msikitini tu, umekosea. Msikiti ni sehemu moja tu katika sehemu nyingi ambazo wewe unawajibikiwa na kuna sheria zinazofuata. Kwa hiyo wasomi wetu wanakosa kazi, na wakati mwingine wanaonekana kama watu wa kawaida tu katika mitaa. Usubiriwa tu wakati mtu amekufa, shekhe yuko wapi? Usubiriwa wakati yazinguo, shekhe yuko wapi? Usubiriwa wakati wa ruqya, shekhe yuko wapi? Usubiriwa wakati wa kufungisha ndoa, shekhe yuko wapi? Hapa ndoa amealikwa shekhe, kuna mziki unaendelea hapo, tarabu akifika inazimwa, shekhe hata ile akimaliza tu tayari kumefunguliwa kitu kizito hapo. Yani tumechukua nafasi ndogo katika dini yetu. Haya mengine ni yetu, lakini dini tumeiweka katika vijisehemu fulani, tumejitengenezea chumba fulani, wakati dini ndio inafaa kuchukua maisha yetu yote. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu badi'us samawati wal ardi al jalali wal ikram. رب الأرباب وإله كل ملوه وخالق كل شيء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد. وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم العظيم. والصلاة والسلام على محمد نبي الرحمة سيد المرسلين. اللهم صل على وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين. وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين. والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين.
وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المودي النبي ووارث علم الماضين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.